Na mpenzi mtazamaji, bila shaka ilikuwa tunachukua mapumziko mafupi, lakini tumerudi tena. Na kwa wale ambao wamechelewa kufika, ila wanasema chelewa, ili mradi umefika ni sawa. Tunazungumzia hii mada kwa kiwango kikubwa, jinsi ya kufanya ama kupanga masuala ya fedha pale nyumbani ili kusiwe na migogoro. Manake imesemekana pia pesa inachangia wanandoa kugombana na familia kuvunjika. Utapata mke analaumu mume kwamba haelewi pesa yake anapeleka wapi. Haya, mume naye analaumu mke kwamba yeye anafanya kazi lakini hata hanunui hata chumvi ndani ya nyumba. Reverend, tuanze na kauli kama hiyo, manake nishaisikia sehemu. Mke bwana akimwambia mkewe kwamba wewe hata wafanya kazi na kwa hii nyumba ununui hata chumvi. Kauli kama ile ambayo ikitolewa, Reverend, yule mke anafanya sawa? Ni mke analaumiwa kwamba anunui hata chumvi na anafanya kazi kweli. Sasa anayemlaumu ashaketi wakifanya plan ya pesa zao, kwa sababu inataka planning. Tulisema pesa iletwe kwa meza, tufanye planning na tuingize kama ni pesa ya chumvi ya kila kitu. Sasa kama ulimwacha pesa zake atumie kiolela olela, ama hutaki kujua pesa zake, ndio pale nikwambia pana shida ya mume akisema mimi sitaki kujua pesa ya mke wangu anafanyia nini. Lakini si ajiongeze. Ngoja. Si ajiongeze alete. Bora tu mimi na mambo yangu ya nyumba na yasimamia kila kitu, sitaki kujua. Hapo ndio panaingia shida. Kwa sababu kuna siku utalemewa. Sasa ukilemewa ndio hapo umefika mahali ulikuwa unasimamia all the bills, lakini sasa chumvi imekulemea. Okay. Na nimekwambia lete pesa ya chumvi. Nasema wewe hata huwezi nunua chumvi. Na si huko nyuma umekuwa ukifanya na ulimuonyesha you can do anything. Does it mean, Reverend, kama mimi kama mwanaume nikikuwa reluctant na kufuatizia pesa mke wangu, mimi ndo nimemharibu? Una fail, ndio umemharibu. Kwa sababu ulimuoa msichana ujitengenezee mke, including mambo ya finance. Alright. Aelewe mambo ya kutumia pesa, kama anafanya kazi umueleze na mapema hajue ya kwamba pesa sikipatikana tunataka tusifanyie budget. Hiyo imuingie na mapema. Kama vile ulimueleza ukija saa 12 tupatane kwa nyumba, si alishika? Okay. Sasa kama ni kitu kingine kinahusu pesa, mueleze unafanya kazi, tunataka hii pesa yetu. Usimwambie pesa yako, tunataka hii pesa yetu yangu na yako tuifanyie budget, ili tuone vile tunaweza invest na tuone vile tunaweza kusave na tuone vile tunaweza kuspend. Ndio, bila shaka. Reverend, kuna mke ambaye anaweza ingia kwenye ndoa akiwa na roho nzuri kama hiyo unaoizungumza. Mimi naita roho nzuri maana sio wengi nao wanayo. Ya kwamba ningependa tukae chini na mume wangu tupange, tujadiliane, tuweke pesa vizuri. Lakini kadri ya jinsi ambavyo anasonga unapata anakwambia anasema kwamba mimi huyu mume wangu kwa kiwango kikubwa hata hizi pesa tunapangia saa zingine anatumia pesa vibaya, kwa hiyo hata nimefikia mahali ambapo pia mimi zangu acha nijiekee. Ndoa kama ile tunaweza itibu? Ndoa kama ile inaweza tibiwa huyu mume akijirekebisha. Kwa sababu kama kuna mtu kwa boma ama kwa ndoa huwa yuko sensitive na hataki aibu, ni mke. Okay. Kwa sababu yeye ndio yuko pale all through. Kwa mfano kama kuna mtu anakuja kudai rent, si atakuta mke. Yeah. Kama kuna watu wanakuja kukata stima, si atakuta mke. Kama kuna watu wanakuja kukata moto, si atakuta mke. Yeah. Kama kuna watu wanadai huyo bwana, watakuta mke. Kwa hivyo mke hataki haibu kabisa. So huyu mwanaume ambaye pesa akipewa asiko secure, anasukumia yule mke majukumu ambayo si yake. Kwa hivyo ni ajirekebishe, hajue vile anaweza kumanage na kuhandle zile pesa zao. Yeah. Ili kila pesa iende mahali inatakiwa iende. Hapo ataaminiwa na pesa. Lakini kama yeye mwenyewe akisipata, anapeleka kwa mambo yake na si mambo amekubaliana, hata aminiwa na pesa. Hapo ndio mgogoro unaanza kuingia. Naam. Vizuri sana Reverend. Naam, ikiwa mmoja amepata, tulikuwa tushapitia hiyo, samahani. Ni ushauri upi utampa mume au mke anapogundulika kwamba ana madeni ya siri na anatumia pesa kisiri bila kumshirikisha mwenza wake? Sasa hii majira haya ama nyakati tunakaa ndio shida kubwa.
na ndio shida kubwa, kwa sababu siku moja niliona mzee mmoja amekuja kanisani miaka ya nyuma, ndio, na akaniambia yule mwanamke anaenda kwao sasa hivi. Nikamuuliza kuna nini? Anasema nimefika kwa nyumba nikapata kitanda peke yake. Kumeingia waizi? Hapana. okay, Watu wa madeni. Kumbe aliingia chama kisiri na akashindwa kuservice loan, na ile loan aliyopewa mume hakuiona, na hajui mke kama anacheza chama kisiri. Hii ni shida tuko nayo mpaka na wale wameokoka. Kuna watu wako kwenye vyama vya fedha na wanacheza juu kwa juu, mume hajui. Reverend. Yes. Sasa vyama vya wanawake Reverend, huku nje ni vingi sana. Wewe kama mume wa nyumba Reverend, kidogo nitakukosoa hapo. Siwezi anza kufuatizia vyama vya mama vyote. Nakwambia hivi, ikiwa utaki upate shida, ni ujue mkeo kile anafanya na ile fedha, na akienda ameenda wapi, kwa sababu yuko chini ya mamlaka yako na wewe unawajibika. Hata kama si wewe watatoa kule, unawajibika. Maana kukiletwa shida kule, watakuja kwako nyumbani. Okay. Yeah, watakuja. Akienda akikopa vitu kule, zikiwa zinadaiwa, si watajua hata kama amejificha. Si kuna landmark ya address mahali huko. Ndio. Watajua, atafuatilia simu yake, mwisho anasikia hodi. Ambao atamtaka fulani ni mkeo. Ana nini? Ambao anadaiwa 200,000. Vile ilichukuliwa wapi? Kwa Southern Microfinance. Ndio. Ama chama cha wanawake kiko hivi. Na hiyo pesa ndio tunataka. Na aliweka guarantee yake ama security yake, aliweka TV 2 hapa na fridge. Na wewe hujui. Na unasema utaki kufuatilia mambo ya wanawake. Okay. Sasa hiyo utaiando namna gani? Kwa hivyo ni ujue kile. Nilikuwa naja hapo Reverend, in such a case tufanye vipi? Washabisha mlango. Sasa washabisha mlango na unadaiwa, njia ya kuitatua ni wewe sasa itakuangukia. Mkubaliane vile utawalipa na usimamishe mke wako kuendeleza na hizo vyama. Okay. Yes. Kama utaki television iende, utaki vitanda viende, utaki wardrobe iende, shuwe utajitoa sasa uanze kulipa. Sasa pale ndio zile pesa zenu zitakuwa redirected, ambazo zilikuwa zifanye kazi fulani, utapata zinafanya kitu fulani ambacho hukutarajia. Ndio vile wameachwa wanawake wengi wa nje, wako na vyama, wengine wako na merry go round, wengine wana table banging, na wewe hujui kile kinaendelea. Ni vizuri wewe unajua. Ni vizuri kujua. Yes. Lakini kufuatizia it doesn't mean kwamba haumtrust. Kule kufuatizia haimaanishi umwamini, ni kutaka kujua. Kwa sababu kwingine utamsaidia ile chama anayofanya ina faida gani? Mimi nikwambie, kuna watu leo maisha yao imerudishwa chini na hizo vyama. Tangu aanze kucheza chama, anaweza kuwa na miaka 5, miaka 10 na hakuna faida. Ukija wanapata hiyo pesa wanacheza, hakuna kitu kimemsaidia. Ni kutumika tu na kukimbia tu. Lakini sisemi zote hazisaidii, kuna zile ambazo zinasaidia, unaiona faida yake. So kufuatizia ni kuzuri, kwa sababu pia conmen na con women wako. Asija akatoka kule akilia amekuwa conned. Kwa hivyo ni vizuri. Unajua tunapoongea kuhusu uwajibike fedha na uwajibike kwa nyumba yako, ni kila kitu kinaendelea ujue. Naam. Yes. Bila shaka. Yeah. Lazima mwanaume uweze kufahamu yote ambayo yanafanyika, ndivyo anavyosema Reverend. Tunachukua maswali hapa Reverend. Naam. Ni vyema kufundisha watoto jinsi ya utumizi wa pesa nyumbani, nyinyi kama wanandoa? Ni vyema. Njia ya kufundisha pesa watoto matumizi wao wanaona. Nilisema you set an example, una set pesa ya kuoneka vile pesa inatumika. Ndio. Wakiona wewe kwa mfano ni baba na kila kitu kinahitajika kwa nyumba, ukiitishwa pesa unanunua bila kulalamika. Okay. Kama ni vitu vimeisha kwa nyumba, wakiona unaleta, yani kwa nyumba supply iko sawa, na kama ni school fees zao zimelipwa, unawafundisha matumizi ya pesa. Yeah. Kwa sababu ni makosa mtoto akifukuzwa na wewe uje umwambie kwenda huko sina pesa. Akisharudishwa kutoka shule
amekuja akiamini baba atalipa. Naam. Kwa hivyo na wewe tafuta mbinu ya kuongea. Sasa unamfundisha jinsi ya kutumia fedha, na wataona wewe yale mambo umeyapa kiupaumbele. Kama ni elimu, kama ni kulipa nyumba, hawajaiona kwako kukifungwa mlango na landlord, na wanaona wanaishi. Hawajaiona stima imekatwa na imekaa mwezi mzima. Hawajaikosa maji, hawajaikosa chakula. Zile basic needs zote wanazo. Hiyo ni njia moja unawafundisha. Ndio. Yes. Na hawajai kukuona na uraibu wowote wa kuharibu pesa. Sasa unawafundisha. Na ndio hilo unawafundisha with the positive understanding. Bila shaka. Yes. Kwa hiyo ni jambo zuri pia unafundisha kutumia na kuongeza. Kama una wale wanafanya kazi, unawafundisha, unawaambia ni vizuri ufungue account, ile pesa yako usikule yote, ingine weka pale, huwa kunatokea jambo la dharura. Bila shaka. Unaweza ukasaidika. Naam. Hii hali ya kutaka kujua pesa ngapi niko nazo, that's control. You don't want that's control you want. That's control you want. Si kusaidiana. Ego, yani mtu akiulizia unataka uko na pesa ngapi, yani unapata pesa ngapi, msikilizaji anasema kwamba hiyo ni ego, na ni kwamba hiyo ni unataka kunicontrol, bali si kunisaidia. Unakubaliana naye? Sikubaliani naye. Ndio. Kwa nini ukiulizwa una pesa ngapi, kwa nini usiseme ni pesa ngapi? Una shida gani? Maana pale tuliongea tunasema una shida gani kuuliziwa mambo yako kama baba wa nyumba? Lakini unataka kunicontrol, kwa nini uniulize? Hata si control, maana haja kuambia nipe zile pesa uko nazo. Okay. Akikwambia nipe zile pesa uko nazo ni kuwekee, sasa hiyo ni tofauti na kujua una pesa ngapi. Pengine pana idea ako nayo, anaweza kuwa kaileta, sasa anaweza kukuuliza una pesa ngapi. Ukimwambia nina 100,000, umeipangia kitu fulani. Yeah. Hiyo si ego. Hiyo ni kutaka kuelewa, na ni vizuri hata mke ajue position financially ya nyumba yake. Bila shaka. Yes. Lakini Reverend, wakati mke anakuuliza kwamba hii pesa yako umeifanyia nini, anataka ile accountability uije nayo mbele ujieleze. Tulisema hii pesa tunawekeza hapa, hukuwekeza ukaenda ukaifanyia vitu kadhaa. Ameanza kuuliza maswali pale. Don't you think she's trying to control your finances as a man, na nafasi yako kama mume iko wapi? Mtu yeyote ukisikia akiambiwa hii pesa yako imefanya nini, haijaonekana kile imefanya. Kile imefanya kikionekana, hakuna mtu atauliza. Okay. Hata wengi unasikia kule wanaulizwa maswali hayo. Ni kwamba hata kama ni mke, ni kwamba amepata 30,000 ama 50. Na hiyo pesa wewe umeiona, ukaona amechukua 20 akalipa school fees. Umeona amechukua 10 akaservice loan fulani yako nayo. Umeona amechukua zingine 10, kulikuwa na shughuli fulani zilikuwa zinahitajika, hata wewe ungesimama kama mwanaume ufanye, ametumia. Sasa hiyo inakupatia picha. Utamuuliza hii pesa yako imefanya nini? Yeah. Lakini kama hii yako wewe mume umekuja nayo 50,000, jana ulikuwa nayo, nyumba injalipwa, mwenye nyumba anadai, watoto school fees injalipwa, bado unadaiwa, stima inakatwa, yeah, maji, hatuna chakula. Hapo ndio utaulizwa hii pesa yako inafanya nini? Si control. Yeah. Anataka aelewe how did you manage your money? Bila shaka. Yeah. Reverend, ni kweli kwamba ukimpa mkeo nafasi kubwa ya kumanage pesa pale kwenye nyumba, utapiga hatua za kifedha kama mwanaume as compared na ukizimanage wewe mwenyewe? Hiyo ni watu wanasema hivyo nje. Kwa sababu mke ukisikia anasema sina pesa, huwa hana kabisa. Si kwamba hana kabisa, ana some. Mwanaume akisema sina pesa huwa hana kabisa. Zimeisha. Mwanamke ni mzuri kumanage kama zisipenda. Anaweza pia akakuwekea pesa na zikawa intact. Unaweza mpatia 20,000 ukamwambia hizi weka, siku fulani kikuitisha utanipa. Na akaweka, na ukija ukistaka siku ile ukapewa. Wale waaminifu ni wazuri sana. Nina watu marafiki zangu ambao wana makampuni yao na accountants wao ni wake zao. Ama wale watu wanakuja kufanya hand team,
mwisho wa mwaka ama mwisho wa mwezi, mke anakuja anapewa vitabu vyote, anaketi nazo kwa sababu amesomea account, anafanya editing yote, anaonyesha mume pale wanaenda vizuri, pale wanaenda vibaya, ana balance kila kitu. Wako wazuri sana. Okay. Kwa hivyo yule uko naye kama sio spender, muamini sana na pesa. Ukimwambia niweke hii, itawekwa. Haikui kwamba umekaliwa. Umekaliwa na nani? Unajua hii lugha ya kukaliwa ndio watu ambao si umempenda na umemwamini. Mambo ya kukaliwa kwa kuna kukaliwa huko. Mbona unakataa kwamba hakuna kukaliwa? Sasa wewe nikuulize, kukaliwa ukiambiwa leo divine mwanamke aliyekalia mume aliyekaliwa, characteristics zake ni zipi? Hafanyi maamuzi peke yake. Hafanyi maamuzi peke yake, si kukaliwa. Hiyo ni responsibility ya jamii kwa sababu they make decision pamoja. Reverend. Maamuzi yako unataka kufanya peke yako ni yapi? Kwa nyumba, kama nyumba ni yenu. Kama mimi ndo mzee wa boma pale. Ni sawa, tukatai. My word is final. Atukatai. Lakini kama nashirikisha mke kwa kila kitu ni sawa na kusema kwamba kushirikisha mke kwa kila kitu ni ajue kile unafanya na kile unakusudia kufanya. Hiyo muna beauty consensus. Mimi nimepata pesa hii na nimeona mwezi huu sinjalemewa sana, kwa hivyo nilikuwa nafikiria ile mahari iliyobakia 10,000 naenda nitoe 5. Umemuuzisha, si kwamba umekaliwa. Reverend, kwa mfano mzee mwenzako aje akwambia Reverend, niko na shida hapa na pale, ningependa unisaidie na kiasi fulani ya pesa, tuseme kama 20,000 nitatue tatizo langu, kisha nitakuregeshea. Umpatie kauli kama ngoja kwanza niende nikashauriane. Sikukaliwa huko? Sikukaliwa. Kwa sababu kesho akataa kukulipa na muonekane mwapelekana kotini. Kule kuuzisha mke, maana kuna watu wamekuja kugundua shida ikiingia. Wakati waliongea walikubaliana kisiri, akamkopesha. Okay. Hakuna mtu alijua. Hata wacha hao wa jamii, hata vijana hivi ninavyoongea, kuna vijana wengi wa kike na wa kiume wanalia kwa sababu alichukua pesa zao kwa siri wakakopesha marafiki, kwa sababu waliona yule mtu hawezi akakosa kumlipa, kwa hivyo akakopesha. Sasa ikija shida, wengine huja kulia kwetu wakati kumeingia shida, wakati anachukua kumkopesha kuuliza ushauri. Sasa vile unamwambia ngoja nishauriane, unaweza kumwambia ngoja nitakujibu. Huja mwambia naenda kushauriana na mke wangu, maana hapo ndio atakuona kana kwamba umekaliwa. Lakini ukimwambia ngoja nipe siku 2 nitakujibu, ama nipe siku 2 nikafanye mahesabu yangu, yakiingiliana hapo natumia hekima. Yakiingiliana nitakwambia, yasipoingiliana nitakwambia. Kwa hivyo unaenda unaambia mke wako fulani na fulani anataka ile pesa yetu ya jamii, ile pesa yetu tuchukue 50,000 tumpe. Unaonaje? Anaweza kukwambia hapo nataka kuchukua 50,000, pana kitu fulani ambacho kinahitaji pesa, na ukichukua 50 ama yule mtu kulingana na historia tunayojua halipi, hata saa fulani alichukua na hakurudisha, hapo nasaidiwa. Yes. Lakini sasa ukimpa kisiri ati kwa sababu mume hutaki kukaliwa, kama pengine unajua, tuseme kama unajua karakta ya mkeo, manake ni wako, unamjua, unamuelewa. Akisema la, amemaanisha ni la. Na wewe uende uambie yule ambaye ametaka ule usaidizi, umwambie haiwezekani. Si na sawa na kusema kwamba unasikiliza mke sana. Yule mke amekataa na anaweza kuwa amekusaidia sana. Kule kusema la anaweza kuwa amekuponya na shida nyingi. Je, ukipeana na usilipwe? Okay. Na maana hapo tuangalie. Unajua usiangalie ule urafiki wako na yule mtu na yale maneno yake mazuri. Angalia pia disadvantage. Je, umepeana ni kweli? Maana hukutaka kukaliwa. Na uliona yule mke unamuelewa, sasa siende sikunywe maji. Ukimfuata akwambie, ama aanze kukusomea na ni pesa zako. Sasa itakuwaje? Maana hivi tunapoongea kuna watu walikopesha wengine pesa, na hiyo pesa ni nyingi, nimekunywa maji bila shaka, na akimfuata anaona alipwi. Naam. Hivi majuzi Reverend, kumekuwa na mjadala wa kuhusiana na masuala ya kuandika will. Wakati tuseme mtu ameaga,
akiwa katika nafasi yake pale, kama ni mzee anaita lawyer, wanaandika will. Kwenye masuala ya kugawanya fedha nyumbani pale, kama wewe mzee, yafaa iwe vipi? Kabla sijaanza kukurushia maswali yangu moja baada nyingine, maana unayo. Ninayo mengi sana pale. Sasa hii mambo ya kuandika will inaandikwa sana sana na wale watu wataki kuanya mali yao wakiona kwa macho. Lakini kama wewe uko on the safe side na unaweza ukawagawanyia wakati unatembea, haina haja ya will. Kwa sababu kama nina watoto wangu 4 na nina mashamba fulani, sasa nikiongea nimwambie wewe shamba yako ni ile iko mahali fulani, yako ni ile iko mahali fulani, yako ni ile iko mahali fulani, haina haja ya will. Okay. Ikiwa nina pesa na niwaambie, niwaite, niwaketishe, niwaambie pesa niko nazo, wewe na kutolea pesa fulani nakupa, wewe zako na kuwekea hizi na kuwekea hizi, ama umewasaidia kila mtu ana akaunti yake na umemwekea kiwango chake, utaandika will ya nini? Wale ambao wanaandika will mara nyingi huwa bado wana mali na wengine wameificha na wako suspicious. Okay. Yes. Hao ndio huwa wanaandika will. Kitu kitafuata ukiwa umeondoka. Lakini kitu kile kizuri ni wakati ule wewe uko macho, unawagawanyia hivi na hivi. Kwenye kule kugawanya, Reverend, pana bibi hapa ambaye ni mke, pengine tuseme, umesema inajulikana huko nje wanaume tunatangulia, japo umeniambia kutangulia leo wala kesho, na hatuombi hivyo. Kuna mke, kuna watoto. Kunafaa kuwe na balance. Yes. Katika kugawanya. Yes. Kunapaswa kuwe na balance, kwa sababu usipoweka balance utaacha shida. Tumesema hatuombi utangulie, lakini ukitangulia utaacha shida. Reverend, unajua wanaume wengi huwa pengine hawaamini wale wake. Sasa hiyo ndio nimesema ndio shida. Fadhali amini mtoto na mali yake. Kwa nini umeoa? Ile ni damu yangu. Kwa nini umeoa mtu unaomwamini? Huyo ambaye unasema ni damu yako ametoka kwa yule. Kwa hivyo hata ile ni damu yako, ametoka kwa yule mke. Huyu akienda na watu wa kwao wachukue mali zangu. Hakuna njia watu wa kwao wanaweza chukua mali yako. Watachukuaje? Wewe hivi mali yako inaweza fuatwa na wakwe wakaja kuchukua? Kama nimeondoka. Kivipi? Waseme kivipi? Msichana wetu acha tumsaidie kucontrol ile mali. Watu wa kwenu, watu wa kwao. Kivipi? Wataingilia wapi? Kwani hamna mipango? Kwani wewe una watu wa kwenu? Mbona wasema ni kama havifanyiki? Ngoja, kwani wewe una watu wa kwenu? Wako. Sasa hao wa kwenu nao watafanya nini? Akiwa na visingiti kwa watu wa kwetu wasikie. Nani ambaye hana visingiti? Wewe una visingiti na yeye hana. Ile usiamini, usiseme mke simwamini. Ukiishi na mtu lazima umwamini. Mwamini tu, hata kama unajua ana udhaifu fulani. Mwamini ndiye mkeo na ndiye mnaishi na yeye na ndiye umepata watoto naye. Mwamini. Reverend, wakati nafikiri umeangalia pia kwenye taarifa za habari, utapata aswa wale watu wetu wakubwa wakifariki, hizi vitu zinaandikwa. Utapata share ya mama ni ndogo sana pale. Kwa nini inakuwa hivyo? Unajua mara nyingi tunaweza kudhani na ile uwe inasoma pale mnaonekana wote, sio ile mnajua. Sio ile mnajua. Okay. Naweza kuambia wewe mtu ameacha bilioni 5, lakini ukiona mmetangazwa bilioni 5, unjue mali nyingi ile iko underground ni nyingi sana ambayo muijui. Yeah. Na yule mke anajua. Kama yule bwana alikuwa open, ile inatangazwa formality tu ya kwamba wewe mtu, kwani mara nyingi hata nikuulize, wacha pale watu wanaingia kung'ang'ania. Kuna siku umewahi sikia mtu anazikwa na wanatangaza mali ile ameacha kwa mazishi? Umewahi sikia popote? Ile sasa ni kitu inaletwa tu wakianza vita na conflict. Inaletwa tu kitu ya kufumba watu macho. Huyu mtu alikuwa na milioni 5, hizo watoto wanang'ang'ania. Lakini mali ile haisemwi. Mali ya mtu akiondoka haisemwi. Reverend, nataka nikupatie taswira moja wapo. Mimi nakupatia vitu hai ambavyo viko huku nje. Nipe. Wakati ambapo tuseme mzee ameaga na ameandika pale kwamba nilikuwa na kijana niliyepata nje na nataka mumpatie mali kiasi hiki, na unapata ile familia inabana, ni sawa vile? Ni sawa. Reverend, ngoja nikusaidie. Ni sawa kama ulimpata nje na ni mwanao, mlete on the board ajulikane.
Ningemleta ingekuwa shida zaidi. Sasa lete ndio kuwe shida, ndio mtatue shida kabla uache shida ukiondoka. Mlete. Mimi sijawacha shida. Mimi nimesema tu kwamba hizi laki zangu kadhaa mpatieni yule. Nani unatangaza yule? Na sisi hatumjui, wamjua wewe. Tutakataa. Hata mimi nitakataa. Lakini nimeandika mimi ile will. Umeandika, lakini ukisema kwa mfano ni babangu ameandika na akasema katika hii will Safari apewe ploti iko mahali fulani na ploti iko mahali fulani, nimepatia Nzinja Tropas. Na sisi kwa familia yetu hatuna Nzinja Tropas. Sasa tutakubaliana, hata Nzinja Tropas yakitokea, tuambie hatukujui. Hatukujui. Lakini mwenye kuandika anamjua hiyo. Sasa huyu anamjua anje, none of your business. Nyinyi ni mpatie. Unajua kama none of our business angeandika will. Ukiandika will na umeacha ni business ya wale wameacha. It's their business now. Reverend, nishakuona. Umenionea wapi? Kwa hiyo inapaswa ajitokeze moja kwa moja. Mlete mchana. Mlete umuongeze kila mtu akiwepo. Kwa watoto wako awe ni mmoja wa familia. Ndio. Asitokezee tu ukiwa umeenda. Hata wale utokezea mtu akienda huwa anafanya makosa. Wajitokezea akiwa hai. Bila shaka. Waende waseme mimi ni mke wa huyu. Sasa unaongea mtu akiwa kwenye jeneza hawezi jitetea. Wewe unafanya kutoka na pengine ulikuwa ni site chiki wake umefanya kupata mtoto huko kando. Unakuja anateta anasema huyu ni bwanangu. Okay. Yes. Swali la mwisho hapa katika swala la uwazi, Pastor, je, kama mume wangu ametoa pesa matumizi ya nyumbani, inanipasa kurudisha change inayobaki au hiyo ni posho yangu? Kama mlikubaliana budget na kwa mfano ile pesa imebaki, kwa sababu nafikiri mkishafanya budget hamuna surplus. Ile surplus anaita change, pengine ni ile surplus ambayo katika 1000 kutabaki 500 ni ya stima. Rudisha change kama ina makubaliano. Kama hakuna makubaliano ya kurudisha change, weka ni pesa yenu. Siku kutatokea emergency itawasaidia. Bila shaka. Yes. Kwa hiyo kama ina makubaliano regesha, kama haina wewe weka. Regesha. Kama haina makubaliano wewe regesha. Hata unaweza kuwa ile vitu mmeandika mkienda kununua kule unapata havinjaongezeka bei ama ziko chini zaidi, zimeenda chini. Ile ambayo umepata iko juu ama imebaki, wewe weka. Regeza, ni pesa yenu. Naam. Na pengine Reverend, sasa kwenye hilo swala la kwenda dukani, utapata kuna wale wanaume wako sijui niseme wako na ukoloni, ataambia mke wako, haya umeenda supermarket, lete hiyo karatasi nzima hapa. Manake imeandikwa kitu fulani bei yake. Ni sawa mume kufanya hivyo? Mimi hata si support hiyo. Kulingana na mimi. Okay. Unajua tukianza nilisema what works in your family ikusaidie. Lakini tunajaribu kusaidiana kule ambako kuna lupo tuzifunike. Ndio. Ile ya kuwa tumeketi hapa tumeandika unaenda unaleta kitu fulani fulani. Na hizo vitu vyote umeenda ukanunua ukaleta. Ina haja gani nifuatie chumvi ilikuwa shilingi 3? Tuliandika 5, hizi 2 ziko wapi? Okay. Hiyo si sawa. Kwa mwanaume ni upotezee ile. Haunjapoteza kwa sababu kile mmelikuwa mataka mununue mumenunua, na ile pesa mlikuwa mmembajetia ni 10,000. 10,000 imeleta hizo vitu vya nyumba, na hizo vitu hizo mmeona kwa mwezi mzima mtatumia. Kwa hivyo hata kama ameenda akanunua kwa 8,000, usingangani na hizo 2,000 utake kujua. Wacha hiyo pesa iwekwe hapo for a case of emergency. Nilikwambia wamama ni wazuri, ile kibaki anaweka. Lakini mwanaume kibaki ataikula. Kwa dakika moja Reverend, tunapomalizia nataka uzungumze na familia ambayo pengine iko na migogoro ya kifedha pale na wangetaka kuanza upya na amani iweze kurudi na pesa zitumike vizuri, wawekeze kwa siku zao za usoni. Utawaambia nini? Kitu kile nataka kusema ni kwamba murudi mketi, muone pesa yenu ile mnapata, the total income, alafu mjue vile mnaweza mkaipangilia, muangalie zile vitu ambavyo ni vya muhimu kiupaumbele, msiweke zile, na muhakikishe mnaenda kulingana na ile budget yenu. Na kitu kimoja, live within your budget. Usiige maisha ya mtu mwingine, usione vitu vingine kule ukakimbilia ukanunua.
tumia ile bajeti uko nayo, na mkienda kwa hiyo budget vile mmeipangilia na pesa yenu ile iko, utaona inawa sustain katika maisha yenu ya ndoa. Bila shaka. Asante sana Reverend. Yes. Mpenzi mtazamaji, nafikiri umeweza kusaidika na wasia wake Reverend Elijah Savali ambao unampata hapa kwenye mjadala wetu ya masuala yanayofungamana na yale yanafanyika kwenye familia. Huwa tunazungumzia hayo ili uweze kusaidika kwa njia moja au nyingine. Na tunafurahi umeweza kututazama kuanzia tulipoanzia na hadi sasa tunatamatisha. Ila kutamatisha kwetu hapa kumaanishi kwamba usiendelee kuzungumza nasi. Unaweza tuma tu maswali yako na tutakuwa tunamjuza na tutakuwa tunampatia pia aweze kuyajibu, na tutakuwa tunakujibu pia pale pale ambapo umeweza kuyatuma. Ila kutoka kwangu, ila sina la ziada, kusema asante sana tu kwa wewe kuketi na kututazama, na wale ambao wameshiriki katika kupeperushwa kwa kipindi hiki pia tunasema asanteni sana. Tufanye hivi tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na kutakia utazamaji mwema. Jina langu ni Shadrack Ogega. Kwa heri.